Yesu Kristo. Karibuni kwenye tafakari ya Jumatano ya Majivu. Ndugu wapendwa, kipindi cha Kwaresima huanza na Jumatano ya Majivu na hudumu kwa siku 40, ambapo waumini wote tunaanza kwa kupakwa majivu, ambayo ni ishara ya nje inayowakilisha toba ya ndani ya mioyo yetu. Karibuni tutafakari kwa ufupi juu ya siku ya Jumatano ya Majivu, tukiangazia historia yake, lengo la kupakwa majivu na umuhimu wake kwetu sisi Wakristo wa Katoliki. Historia fupi ya kupakwa majivu. Katika utamaduni wa Wayahudi, majivu yalikuwa ni alama ya huzuni, masumbuko, uchungu na uduni. Ayubu alitubu katika mavumbi na majivu. Rejea Ayubu sura ya 42 aya ya 6. Pia watu wa Ninawi walivaa magunia na kuketi kwenye majivu waliposikia ujumbe wa Yona. Baadaye utamaduni huu wa kupakwa majivu ulitumiwa na Wakristo wa kanisa la mwanzo kama alama ya toba. Mwaka 600 Papa Gregory Mkuu aliifanya siku ya Jumatano ya Majivu kuwa ni siku ya kwanza ya Kwaresima, na akaongeza urefu wa kipindi hiki cha toba hadi siku 40. Kwanza ilianza kuadhimishwa kwa baadhi ya watu waliojulikana kuwa wadhambi kama vile wauaji, wezi, waasherati na waasi, ambapo walikubali kufanya toba, ndio waliopakwa majivu. Kuanzia karne ya 11 kanisa lilipanua ibada hii na kuwahusisha waamini wote na si wadhambi waliokubali kuongoka tu, kwani sisi sote ni wadhambi. Tujiulize, je, majivu haya na kupakwa kwetu majivu kwa maanisha nini? Ili kuelewa maana ya majivu au ibada nzima ya siku ya Jumatano ya Majivu, hatuna budi kutizama na kutafakari maneno anayotumia padri au shemasi au mhudumu mwingine aliyeidhinishwa wakati akipaka. Husema, tubuni na kuiamini Injili, au mwanadamu, kumbuka kuwa wewe u mavumbi na mavumbini utarudi. Hii inamaanisha kwamba majivu tunayopakwa ni alama ya ukubali wetu kuwa sisi ni wadhambi, hatuna thamani mbele ya Mungu na tunahitaji kufanya toba, kwani hatima yetu ni kurudi mavumbini. Rejea Mwanzo sura ya 3 aya ya 19. Umuhimu wa kupakwa majivu. Mosi, majivu hutukumbusha kwamba sisi ni dhaifu kimwili na kiroho. Hutukumbusha jinsi tulivyo viumbe duni na dhaifu, na kwamba maisha yetu ni mafupi. Tunaalikwa sasa kutambua kuwa mali, afya, utajiri, mamlaka, hekima tulivyo navyo vitapita pale mwisho wetu utakapofika mbele ya mauti. Haviwezi hata kuongeza nukta ya urefu wa maisha yetu. Pili, majivu hutukumbusha jinsi tulivyo dhaifu kiroho, kwani sisi sote ni wadhambi. Maandiko yanasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe na wala ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu tena mwadilifu na wa haki, hata atatusamehe dhambi na kututakasa na kutusafisha na udhalimu wote. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Yohana sura ya 1 aya ya 8 hadi ya 10. Sisi sote tumetenda dhambi. Tumeendelea kuipenda na kutenda dhambi tena na tena. Majivu tunayopakwa katika paji la uso ni kama alama inayosononeka kwamba mtu huyu ni mdhambi. Tatu,
Majivu ni ishara ya matumaini na mwaliko kuanza maisha mapya. Kwa kawaida, majivu hupakwa katika paji la uso, ambapo Mkristo hupakwa kwa kuchorwa ishara ya msalaba, kuonyesha kwamba hata katika dhambi na mauti, nguvu ya msalaba wa Kristo upo tayari kutuponya na kutuongoza katika njia ya uzima wa milele. Kwaresima ni kipindi cha kuangalia nyuma jinsi maisha yetu ya kiroho yalivyokwisha jeruhiwa, kufanya tafiti kwenye mioyo yetu, kufanya toba ya kweli na kuweka nia thabiti ya kuanza tena upya, kupanda matunda ya uongofu na wokovu. Basi ndugu zangu, kipindi cha Kwaresima kinatualika sisi kuchukua hatua ya kumrudia Mungu na kujipatanisha naye. Mungu anatoa wito huu kwa kinywa cha nabii Yoeli: nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Rejea Yoeli sura ya 2 aya ya 12. Ili kipindi hiki kiende vyema, tunaalikwa kusali, kufunga na kufanya matendo ya huruma. Turekebishe mahusiano yaliyojeruhiwa, mahusiano yetu na Mungu, mahusiano ya nafsi zetu, mahusiano na jirani zetu na viumbe vyote. Kwa namna ya pekee, tunaongozwa na ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC 2026 kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Watesalonike. Tunaoalikwa tusichoke kutenda mema. Katika ulimwengu huu wenye vikwazo na vishawishi vingi, tunavyovuta kutenda mabaya, tuombe neema ya Mungu ituongoze ili daima tuweze kutenda mema na kuzishika amri za Mungu, hatimaye kuurithi ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.